Bwana Yesu asifiwe. Basi tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa umetuamsha salama. Asante kwa ajili ya kibali ambacho unaendelea kutupa Bwana. Asante kwa ajili ya Ijumaa ya wiki hii ambayo Bwana tumeiona kwa macho yetu. Asante kwa sababu Bwana Yesu kila mmoja alilala kwa kuchagua, lakini Bwana umetuamsha kwa neema yako. Tena kwa upendeleo wa kipekee Bwana Yesu umetusogeza madhabahuni pako asubuhi ya leo ili Bwana upate kusema na maisha ya kila mmoja wetu. Basi Bwana Yesu tunaomba toba na rehema mbele zako. Yamkini kuna mambo ambayo tumeyawaza ama kuyanena ama kuyatenda ambayo yakaruhusu uharibifu kwenye maisha yetu Bwana. Bwana Yesu tunaomba toba na rehema ili tunapoanza ibada hii Mungu mwaminifu ukawe pamoja nasi, ukatuhudumie Bwana, ukajidhihirishe mwenyewe katikati ya maisha yetu, ukajidhihirishe mwenyewe katikati ya huduma yetu, ukajidhihirishe mwenyewe katikati ya siku hii ya leo Bwana. Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo tunakualika Bwana kwenye ibada hii Bwana, ikawe ibada ya mioyo yetu Bwana, tukufanyie ibada ya mioyo yetu Mungu, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mfalme wa amani, tunakuomba Bwana ukaitakase na kuibariki. Tuanze pamoja nawe mfalme wa amani. Tunaomba kwa ajili ya sisi ambao tayari tumefika, tunaomba kwa ajili ya wenzetu ambao bado hawajafika mfalme wa amani, wale ambao wako njiani na wale watakao tufuatilia kwa njia ya mtandao Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo tunaomba Mungu mwaminifu linde na kuwatunza. Yote ni kwa yote Bwana tunayakabidhi mikononi mwako, kwa Yesu Kristo mwokozi wetu tumeomba na kuamini, amen. Basi watumishi wa Bwana tutaimba nyimbo mbili za tenzi kabla ya kutafakari neno la Mungu. Tutaimba tenzi namba 38. Tenzi namba 38. Twende kwa Yesu mimi nawe, njia tunyatu ijue, imo chuoni na mwenyewe, hapa sema njoo, na furaha tutaiona, mioyo ikitakata sana, kwako Mwokozi kuonana, na milele kukaa. Wanana waje atwambia, furahini mkisikia, ndiye mfalme wetu pia, tumtii njoo, na furaha tutaiona, mioyo ikitakata sana, kwako Mwokozi kuonana, na milele kukaa. Wangojeani leo yupo, sikiza sana asemapo, huruma zake zikuitapo. Ewe kijana njoo, na furaha tutaiona, mioyo ikitakata sana, kwako Mwokozi kuonana, na milele kukaa. Tenzi namba 41. Yesu aliniita njoo, raha iko kwangu, kichwa chako kilaze kifuani mwangu, nilikwenda kwake mara
sana, nilichoka napa keda kiu kawe sina tena. Yesu alinita, njoo kwangu, kuna maji ya uzima, bure unywe uwe hai. Nilikwenda kwake mara na maji nikanywa, naishi kwake na kiu kamwe sina tena. Yesu alinita, njoo duni anigiza, ukinitazama nuru ntakung'arizia. Nilikwenda kwake mara yeye jua langu, nikila wakati mwanga safarini mwangu. Lipo Bwana, yote yanawezekana. Alipo Bwana, yanawezekana. Alipo Bwana, yote yanawezekana. Alipo Bwana, yanawezekana. Yote yanawezekana, yote kwa Bwana yanawezekana. Alipo Bwana, yanawezekana. Yote yanawezekana, yote kwa Bwana yanawezekana. Alipo Bwana alipo Baba, yote yanawezekana. Alipo Baba, yanawezekana. Yote yanawezekana, yote kwa Bwana yanawezekana. Alipo Bwana, yanawezekana. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunalitukuza na kulibariki jina lako Bwana. Asante kwa sababu ni wazi ulipo wewe Mungu. Ni jambo gani gumu la kukushinda Bwana? Wewe unayejua mwisho kabla ya mwanzo Bwana. Wewe uliyetuumba kwa mfano wako Bwana. Wewe uliyefanya vitu kwa neno lako Bwana. Uliyefanya vitu vikawa kwa neno lako, mfalme wa amani. Ni jambo gumu la kukushinda, mfalme wa amani. Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, watoto wako na watumishi wako Bwana, tumesogea madhabahuni pako asubuhi ya leo. Watoto wako na watumishi Bwana, tumesogea mbele zako Bwana asubuhi ya leo, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Nasi Bwana Yesu, tunatamani kusikia kile ambacho Bwana umekusudia kusema na maisha yetu. Neno lako linasema Bwana, ikawa jioni ikawa asubuhi. Ni kweli jioni ilikuja kwenye maisha yetu, ni kweli mateso yalikuja kwenye maisha yetu, ni kweli huzuni ilikuja kwenye maisha yetu, lakini Bwana tunakushukuru kwa sababu hata asubuhi imefika. Tunakushukuru Bwana, hata nuru yako imeangaza. Tunakushukuru Bwana, hata nuru yako
tumeiona katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Nasi Bwana Yesu tunaita nuru yetu kwenye maisha yetu, tunaita nuru yako kwenye huduma zetu, tunaita nuru yako kwenye familia zetu. We Bwana, tunaitia nuru yako kwenye kazi za mikono yetu. Hiyo nuru yako Bwana inayong'aza ikaangaze hata kwenye afya zetu Jehova, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu mwaminifu, unajua shauku na haja ya kila mmoja mmoja, unajua vipaumbele vya kila mmoja mmoja. Bwana Yesu, tunakuita asubuhi ya leo, Bwana ujidhihirishe na kujifunua mwenyewe. Penda kusema na maisha yetu kwa lugha nyepesi. Zungumza na watoto wako na watumishi wako Bwana Mungu mwaminifu, guse na mioyo yao, guse na mahitaji yao, pale ambapo Bwana wanatamani kusikia kutoka kwako. Bwana Yesu mwenyewe ujidhihirishe katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Hivi leo tukiitia neema yako mfalme wa amani, hivi leo tukiitia baraka zako Jehova, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Neno lako Bwana likawe taa ya miguu yetu, neno lako Bwana likawe nuru ya hatua zetu, neno lako Bwana likatoe mwanga katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Damu yako Bwana Mungu mwaminifu tunaitia hapa, tunaitia Roho wako Mtakatifu akae pamoja nasi, akazungumze Jehova, akatufundishe katika lugha nyepesi, tukapate kuelewa na maandiko katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tumeomba na kuamini, tena tukikushukuru Bwana. Kanisa la Mungu tuseme amen. Tafadhali tuketi katika uwepo wa Mungu wetu. Niwakaribishe sana watumishi wa Bwana nyumbani mwa Mungu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu ambaye ameendelea kusema na maisha yetu, Mungu ambaye amezungumza na maisha yetu, Mungu ambaye amesema na maisha ya kila mmoja wetu kwa siku hizi ambazo tumekuwa nazo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya wingi wa neema na baraka zake. Watumishi wa Bwana, tumekuwa na somo la baraka lenye kichwa kinachosema na taa ya Bwana bado inawaka. Na taa ya Bwana bado inawaka. Na taa ya Bwana bado inawaka. Na tumetangulia kusoma mstari ule kitabu cha kwanza cha Samuel sura ya 3 kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ile ya 3. Kitabu cha kwanza cha Samuel sura ya 3 kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ile ya 3. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha kwanza cha Samuel sura ya 3 kuanzia aya ya kwanza: basi mtoto Samuel akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado. Na Samuel alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita Samuel, naye akasema, mimi hapa. Mtumishi wa Bwana, tumekuwa na somo lenye kichwa kinachosema taa ya Bwana bado inawaka. Taa ya Bwana bado inawaka, na tukajaribu kupita kuangalia mambo kadha wa kadha na vitu kadha wa kadha. Tukaangalia jioni kadha wa kadha ambazo ni kama jioni ya mtu fulani. Watumishi wa Bwana, maisha yetu yana zama tofauti tofauti. Kuna zama za jioni ambazo unapita, zama za upweke, zama za utupu, zama za kukataliwa, lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu ikawa jioni, ikawa alfajiri. Iko bado alfajiri na taa ya Bwana bado inawaka kwenye maisha ya mtu wa Mungu fulani. Watumishi wa Bwana, tukaangalia kwa nini shetani anapenda kuleta giza. Kwa nini shetani anapenda kuleta giza kwenye maisha ya waamini? Kwa nini mara kadha wa kadha shetani anapenda kuleta giza kwenye maisha ya watu fulani fulani? Na tukaangalia siku zilizopita kwamba jambo ambalo shetani analifanya ili kuachilia giza ni ili kumchelewesha mtu fulani kufika hatima yake, kuchelewesha kufika hatima ambayo Mungu amekuandikia. Na hapa tukaangalia sana habari ya Yakobo, jinsi ambavyo alitoka kwao na akafika mahali fulani akakutana na giza, na neno la Mungu linasema akalala pale, siwezi kuendelea mbele kwa sababu giza lilikuwa limeingia. Watumishi wa Mungu, katikati ya giza hauwezi kupiga hatua, katikati ya giza hauwezi kuona mbele, katikati ya giza hauwezi kuona kesho yako, katikati ya giza utaona tu mateso, katikati ya giza hauwezi kuendelea. Kwa hiyo shetani na mara nyingi anapenda kuachilia giza ili akucheleweshe katika hatima au destiny ambayo Mungu amekuachia. Soma kitabu cha Mwanzo sura 28 kuanzia aya ya 10, inaeleza sana kwa habari hizo. Lakini tukaangalia jambo lingine kwamba roho shetani anapenda kuachilia giza ili
watu wa kusahau, watu wa kusahau. Tukaangalia jinsi ambavyo mjukuu wa mfalme, mtoto wa kiongozi Sauli kama mfalme na mtoto wake Jonathan. Pengine huyu mtoto wa Jonathan anaitwa Mephibosheth, ungetegemea kuona mtu wa namna hiyo anaishi maisha mazuri, anaishi katika hali nzuri, pengine ya kiafya, pengine ya kiuchumi, pengine ya kimahusiano, ya kiutawala, kwa namna yoyote angekuwa kwenye condition nzuri. Lakini hautegemei kuona mtoto wa kiongozi mkubwa wa nchi anasauliwa mahali ambapo hapaeleweki. Mephibosheth, giza lilivyoingia kwenye maisha yake, baba yake akafariki, babu yake akafariki, mambo yakatokea yalivyotokea. Mephibosheth akajikuta yuko Lodebari katika nyumba ya Makiri na hakuna ambaye anamkumbuka. Watumishi wa Bwana, kwa sababu taa ya Mungu bado inawaka, bado Mungu akampa spotlight, bado Daudi akamkumbuka, akasema hakuna mtu katika nyumba ya Sauli ili nimtendee wema kwa ajili ya Jonathan baba yake. Siwe Siba akasema yupo mtu katika nyumba ya Makiri, yupo mtu katika Lodebari, huyo ni mtoto wa Jonathan, huyo ni mjukuu wa Sauli, huyo anastahili kutendewa wema, na sasa ni mlemavu, hawezi. Kwa hiyo pamoja na kwamba mazingira yalimsahau, lakini ashukuriwe Mungu, bado kuna mtu aliinuka akamkumbuka katika jina la Yesu. Wapendwa, ni maombi yangu kwa Bwana, kama kuna vitu ambavyo vilipaswa kuja kwenye maisha yetu, pengine vikasaulika ama vikatupita kwa namna yoyote ile, ni maombi yangu kwa Bwana, nuru iangaze, hivyo vitu vije tena kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Jambo lingine ambalo tuliangalia, kwa nini shetani anapenda kuachilia giza kwenye maisha ya watu? Nikasema ni ili kufanya vitu vya kimungu vilale, vitu vya kimungu vilale. Na hapa tukaangalia sana jinsi ambavyo kanisa la kwanza lilivyopita katika kipindi cha giza, katika kipindi cha mateso, katika kipindi cha kukataliwa na kuuliwa na kusongwa sana. Na tukaangalia mpaka jinsi ambavyo Herode anawakamata kina Yakobo, anawaua na wanacheka, anamkamata Petro, anamweka gerezani kwa lengo naye la kutaka kumuua, ili tu kudhorotesha, kudhoofisha kazi ya Mungu isiendelee mbele. Neno la Mungu linasema Petro akakamatwa akaweka gerezani, naye akalala huko. Watumishi wa Bwana, naye akalala huko mpaka pale malaika wa nuru alipoingia kwenye maisha yake, pale malaika wa nuru alipoingia gerezani. Anasema malaika wa nuru alipoingia mule gerezani kukawa na mwanga tele, akampiga Petro ubavuni, ni kama anamwamsha. Watumishi wa Mungu, kama kuna jambo la kimungu ameliweka ndani yako limelala, ni maombi yangu kwa Bwana asubuhi ya leo, Bwana kaliamshe, ukaanze kwa kasi mpya katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sema amina, sema amina. Watumishi wa Mungu, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 kuanzia aya ya kwanza, inaelezea habari hiyo, jinsi ambavyo Petro alilala katikati ya maaskari, alilala katikati ya gereza, na alilala, na ukiona amelala pale, watesi wetu wanafurahi kuona vitu vya kimungu vinavyolala. Watumishi wa Mungu, kuna watu wanacheka kuona vitu vya kimungu vinavyolala, kwamba biashara, huduma yako inaendelea kulala, mazingira yako uliyokuwa nayo yanaendelea kudhoofika. Kuna watu wanafurahi. Wapendwa, asifurahi adui yangu, maana niangukapo mimi nitasimama tena. Ni maombi yangu kwa Bwana, nuru ya Mungu iangaze kama ilivyoangaza katikati ya gereza, kama ilivyoangaza katikati ya Petro, katikati ya maisha yake. Acha hiyo nuru ya Mungu iangaze, na itakupa spotlight, na hivyo vitu vitainuka tena katika jina la Yesu. Wanaoamini wangesema amina kubwa. Amen. Watumishi wa Mungu, jambo ambalo nataka tuliangalie siku hii ya leo, jambo ambalo nataka tuliangalie siku hii ya leo ni roho za mapooza. Roho za mapooza, roho za mapooza. Watumishi wa Bwana, tafakari neno la Mungu katika kitabu cha nabii Isaya, kitabu cha nabii Isaya sura ya 9 aya ya kwanza na ya pili. Kitabu cha nabii Isaya sura ya 9 aya ya kwanza na aya ile ya pili. Neno la Mungu linasema, lakini yeye aliyekuwa katikati ya dhiki hatakosa changamko. Lakini yeye aliyekuwa katika hali ya dhiki hatakosa changamko. Hapo kwanza aliingiza nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa utukufu. Lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu.
karibu na njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru, na wale walio katika nchi ya uvuli wa mauti nuru imewaangaza. Mtumishi wa Bwana, maneno haya Isaya anayasema. Maneno haya Isaya anayasema kwamba wale walio katika dharau, wale walio katika hali ya dhiki hawatakosa changamko. Ni kama anatoa unabii kwa taifa la Israeli, akifanya projection ya maisha ya baadaye, kwamba kuna kipindi ambacho leo mnajiona mpo katika dhiki, lakini Bwana atafanya changamko kwenye maisha yenu. Anasema yeye aliyeruhusu taifa la Zabuloni na taifa la Naftali liingie katika kudharauliwa, anasema hao wataiona nuru. Watumishi wa Bwana, kipindi cha ahadi ni kipindi cha giza. Sema amina. Nasema hivi, kipindi cha ahadi ni kipindi cha giza, ni kipindi cha jioni, ni kipindi ambacho ni kigumu ku maintain ahadi za Mungu zinapokuja kwenye maisha ya kwako. Mungu anakupa ahadi kwamba utakuwa uzao mkubwa, watumishi wa Bwana, kama ambavyo baba yetu wa imani aliahidiwa, lakini how long will take? Ilichukua muda gani mpaka kuifikia ile ahadi? Watumishi wa Bwana, Mungu anavyosema na maisha yako kwamba utakuwa 1, 2, 3, ni kipindi ambacho uhalisia wako wa maisha ya mwilini hayafanani na haya ya rohoni ambayo Bwana amekuahidia. Kwa hiyo unatembea ukiamini kabisa ipo siku nuru itakuwa, lakini muda huo unatembea katikati ya giza. Hapa anasema na taifa la Naftali na taifa la Zabuloni, anasema kuna kipindi walio katika hali ya kudharauliwa hao wataona nuru. Watumishi wa Bwana, pengine hawakuelewa sana, lakini angalia neno la Mungu. Wapendwa, neno la Mungu ni amini na kweli. Neno la Mungu halijawahi kusema uongo. Ahadi za Mungu ni amini na kweli. Mungu akikuahidi atafanya tu. Inaweza ikawa sio leo, inaweza isiwe kesho, lakini Mungu akisema itakuwa katika jina la Yesu. Wanaoamini wangesema amina. Neno la Mungu katika Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 4 kuanzia aya ya 12, neno la Mungu linasema hivi. Basi neno la Mungu kuanzia katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 4 aya ile ya 12, neno la Mungu linasema hivi. Basi Yesu aliposikia ya kwamba Yohana amefungwa, alikwenda zake mpaka Galilaya. Akatoka Nazareti akaja akakaa Kapernaumu, mji ulioko pwani, mipaka mwa Zabuloni na Naftali, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya. Ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya. Wapendwa, ili lifanye nini? Ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, njia ya bahari, ng'ambo ya Yordan, Galilaya mataifa, watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu. Watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Watumishi wa Bwana, ahadi imetimia haijatimia? Imetimia haijatimia? Watumishi wa Bwana, pale ambapo Isaya anatamka kwa habari ya taifa la Israeli kwamba leo kweli mnatembea katika nchi ya uvuli wa mauti. Ni kweli leo mnatembea katika kudharauliwa. Ni kweli leo mnatembea katika kusahauliwa. Ni kweli leo mnatembea katika dhiki ya aina yoyote ile, lakini mwanga kutoka juu utawamulikia, na huo mwanga utabadilisha maisha yenu katika jina la Yesu. Watumishi wa Mungu, acha niseme na maisha ya mtu mmoja hapa ambaye pengine anatembea katika bonde la uvuli wa mauti, ambaye pengine anatembea katika hali ya kudharauliwa, ambaye pengine anatembea katika hali ya kusahauliwa, pengine anatembea katika hali ya dhiki ya aina yoyote. Wapendwa, ni maombi yangu kwa Bwana, nuru iangaze kwenye maisha yako. Neno la Mungu linasema nuru ikiangaza hautakosa changamko. Neno la Mungu linasema nuru ikikuangaza litakutoa katika hilo bonde la uvuli wa mauti. Wapendwa, kama maisha yetu, unaangalia maisha yako, unaona hali ya kudharauliwa, unaona hali ya upweke, unaona hali ya kukataliwa, unaona hali ya kusauliwa, unaona upo katikati ya mauti, wapendwa, ninakutangazia katika jina la Bwana, acha nuru ya Mungu iangaze, acha upate changamko katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sema amina. Kwa hiyo wapendwa, ahadi za Mungu ni za kweli. Anasema wale walio katika giza wameona nuru kuu, wameona mwangaza mkuu. Anasema wale walio katika nchi ya uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Ni maombi yangu kwa Bwana, mwanga uzuke katikati ya biashara yako, katikati ya afya yako, katikati ya vingi ambavyo vinaonekana kama vimekufa. Acha Bwana mwenyewe nuru yake iangaze kwenye maisha yako, upate changamko katika jina la Yesu.
Sema amina, sema amina. Wapendwa, moja ya kitu ambacho hii mipaka ambayo nabii Isaya alikuwa anaitamka ni watu ambao walikuwa wanatembea katika giza kubwa, roho za mapooza zilikuwa zimewashika. Wapendwa, mazingira yao yalikuwa yasadifu baraka za Bwana. Maisha ya Kapernaumu, maisha ya Kapernaumu, maisha ya Naftali, maisha ya huku Zabuloni, maisha haya ya ng'ambo ya Yordan yalikuwa yametamkiwa kwamba ni mazingira ya giza. Biblia inasema Yesu akatoka Nazareti. Aliposikia kwamba Yohana amekamatwa, anasema akatoka Nazareti. Wapendwa, labda niseme hivi, labda tuchukue Nazareti ya leo tufanye Mwananyamala. Watu wakisikia neno Mwananyamala wanasikiaje? Kwanza unaona uuni ndani yake, si ndio? Unaona vibaka pengine ndani yake, mpaka inatia mashaka. Neno la Mungu linasema, anasema hivi, inawezekana neno jema kutoka Nazareti? Kwa sababu roho zilizokuwa zimewashikilia ni roho za aina fulani. Ni kweli neno la Mungu ni kwamba Bwana ametamka baraka, lakini wakiangalia mazingira hayo wanasema hivi, inawezekana vipi neno mtu mwema? Inawezekana vipi matendo mema? Inawezekana vipi nabii mzuri akatoka Nazareti? Wapendwa, kama nuru ya Mungu inakuangazia, unaweza ukatoka hata Mwananyamala B, hata Mwananyamala A, na nuru ya Bwana ikikuangazia utakuwa tu mtu fulani katika jina la Yesu. Kwa hiyo roho za mapooza zilikuwa zimeshika Kapernaumu. Neno la Mungu linasema hivi, ukisoma katika Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 8. Ngoja nikuonyeshe mfano wa hizi roho ambazo zilikuwa zimeshikilia hii Kapernaumu. Yesu alipoingia kwa mara ya kwanza Kapernaumu, ukisoma Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 8 mstari ule wa 5 na 6, neno la Mungu linasema, hata alipoingia Kapernaumu, akida mmoja akamsihi akasema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Hata alipoingia Kapernaumu, akida mmoja alimjia akamsihi akasema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akasema, nitakuja nimponye. Hiyo ni mara ya kwanza tu Yesu anapoingia Kapernaumu. Kesi ya kwanza kukutana nayo, anakutana na huyu akida ambaye nyinyi mnafahamu ni kiongozi mkubwa wa serikali. Anasema, nyumbani kwangu kuna mgonjwa wa kupooza. Anamwambia nyumbani kwangu kuna mgonjwa wa kupooza, na hiyo habari mnaifahamu. Lakini Yesu anamwambia, nitakuja nimponye. Ukiendelea kusoma katika Injili ya Marko mtakatifu sura ya pili, Yesu anavyorudi kwa mara ya pili tena baada ya kufanya huduma mahali pale, na nyinyi mnajua kabisa kwamba alimponya yule mgonjwa aliyepooza, akaendelea na huduma mbalimbali kadha wa kadha, na baadaye neno la Mungu linasema akarudi tena Kapernaumu. Kitabu Injili ya Marko mtakatifu sura ya 2, neno la Mungu linasema hivi, akaingia Kapernaumu tena. Wapendwa, naomba tuseme maneno haya pamoja na mimi. Akaingia Kapernaumu tena, naomba tuseme pamoja. Akaingia Kapernaumu tena baada ya siku kadha wa kadha. Akaingia Kapernaumu tena baada ya siku kadha wa kadha, ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni. Ikawa akisema nao neno lake. Wakaja watu, wamemleta mtu mwenye kupooza. Wamemleta mtu gani wapendwa? Anasema wakamletea mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu 4, na walipokuwa hawawezi kukaribia kwa sababu ya makutano, walitoboa dari pale alipokuwapo, na wakamshusha narudia mstari wa 4. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, walitoboa dari pale alipokuwapo, na wakaisha kuivunja, wakateremsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Naye Yesu alipoiona imani yao,
akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Watumishi wa Bwana, nisikilizeni. Mara ya kwanza Yesu anaingia Kapernaumu, akakutana na kesi ya yule akida ambaye anasema nyumbani kwangu kuna mgonjwa mwenye kupooza. Anamwambia pamoja na hali nilionayo, yeye giza lake lilikuwa nyumbani kwake kuna mgonjwa mwenye kupooza. Yesu akasema don't worry, nitakuja nimponye. Mara ya pili Biblia inasema Yesu akaingia Kapernaumu tena. Wapendwa, labda acha hapa niseme kidogo. Yesu akifanya jambo ana kawaida ya kulirudia mara ya pili. Nasema hivi, Yesu akikubariki ana kawaida ya kuirudia hiyo baraka. Nasema hivi, Yesu akifanya jambo fulani kwenye maisha yako anayo desturi ya kulifanya hilo jambo mara ya pili na mara ya tatu. Wapendwa, kama Bwana alikupa nafasi fulani, wapendwa, katika jina la Bwana anaweza kukupa amani tena katika jina la Yesu. Nasema hivi, kama Bwana aliwahi kukupa kibali, kama Bwana aliwahi kukupa changamko, kama Bwana aliwahi kukupa tumaini, kama Bwana aliwahi kukupa familia, nasema atakupa tena katika jina la Yesu. Kama Bwana aliwahi kukupa kiwanja, atakupa na nyumba tena. Kama Bwana aliwahi kukupa afya, nasema atakurejeshea tena. Yani hiyo ndio sifa ya Mungu. Kama alishawahi kufanya jambo, hatoishia hapo, atalifanya tena mara ya pili, atalifanya tena mara ya tatu, ataendelea kulifanya tena na tena na tena. Kama aliwahi kukuponya, wapendwa, acha niwaambie asubuhi ya leo, atakuponya tena katika jina la Bwana. Kama aliwahi kukuachilia furaha kwenye maisha yako, ukawa na amani na maisha yako, bado haijapotea hiyo amani, kwa sababu atafanya tena katika jina la Yesu. Kwa hiyo alifanya kwanza Kapernaumu, alifanya kwanza kwenye hii roho ya mapooza ambayo ilikuwa giza kwenye maisha yao, lakini ashukuriwe Bwana kwa sababu baada ya mizunguko yake yote, baada ya huduma yake yote, neno la Mungu linasema akisha kuzunguka huko kwetu, akarudi tena Kapernaumu, akakutana na kesi inayofanana na ile. Watu 4 wamemshika mgonjwa wao mwenye kupooza. Anasema na walijua yuko nyumbani fulani, yuko mahali fulani, wakaenda kumpeleka yule mgonjwa. Na wanasema kwa sababu ya makutano walikuwa wengi, wamejaa ndani na wamejaa nje. Wasema wao walipoangalia wakasema the only option ni kupita juu. Bwana asiwe, Bwana asiwe. Watumishi wa Mungu, neno la Mungu wapendwa, neno la Mungu mimi ni tamu. Kwanza neno la Mungu, watumishi wa Bwana, yani Yesu anafanya vitu katika njia ambazo wapendwa ni za ajabu mno, ni za ajabu mno, ni za kushangaza sana, ni za kushangaza sana. Jinsi ambavyo anaingia katika giza na roho ya mapooza, jinsi ambavyo anadili nazo. Ni hawa watu ambao walitamkiwa kwamba Yesu akija atawatoa katika bonde la uvuli wa mauti, nanyi mtapata changamko, kwa maana atakomesha hizo roho za mapooza. Watumishi wa Bwana, kwanza tuangalie, tuseme roho za mapooza ni nini? Roho za mapooza ni nini? Watumishi wa Bwana, maisha yetu ya sasa tumezingirwa katika dimbwi la roho za mapooza, zinaongezeka kila uchwao. Imekuwa kama desturi, ukifika umri fulani, miaka 60, miaka 50, na kadri siku inavyozidi kwenda ni kama inapungua. Siku hizi unakuta mpaka vijana wadogo wanapata mapooza kabisa. Na nazungumza kabisa katika hali ya stroke ya kawaida. Stroke ya kawaida. Maisha yetu yamekuwa na msongo mkubwa wa mawazo. Maisha yetu yamekuwa na tension kubwa. Sonona inaongezeka kila siku, kila saa. Roho ya mapooza. Nataka kuamini hizi, madaktari wa physiotherapy siku hizi wanaongezeka kila uchwao, kwa sababu mahitaji ni makubwa. Unaweza ukaangalia familia yako, kama hamna mtu ambaye amepata hii changamoto. Kama hamna, ni maombi yangu kwa Bwana, na kama yupo, ni maombi yangu kwa Bwana aikomeshe roho ya mapooza katika jina la Yesu. Kwa hiyo watumishi wa Bwana, kuna hiyo hali ya kupooza kimwili, lakini kuna hali ya kupooza kiroho, na hiyo ndio mbaya zaidi. Hiyo ndio mbaya zaidi. Unaanza jambo fulani kwa furaha, unaanza jambo fulani kwa amani, unaanza jambo fulani
unacheka, lakini kadiri siku unavyozidi kwenda ule upendo unapungua. Yule uliokuwa unamuita my darling, my sugar, my honeymoon, sijui asali wa nyuki wadogo na wakubwa, vitu fulani unaweza liangalie lione vile ile kazi ambayo ilikuwa inakupa tumaini, ile kazi ambayo ilikuwa inakupa furaha, yale mahusiano ambayo ilikuwa inakupa baraka, vile vitu ambavyo vilikuwa vinakuchekesha vinaanza kupoa kimoja baada ya kingine. Roho ya mapooza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, wana maombi wenzangu, kuna kipindi ambacho ulikuwa unaomba mwenyewe kwa amani, yani hausukumwi, hautumiwi message, hauambiwi hivi, hauambiwi vile. Wewe mwenyewe unakumbuka, unajua kufanya wajibu wako kwa zamu zako. Lakini roho ya mapooza, watumishi wa Mungu, ikiingia, unaanza kuangalia wengine, mbona shangazi haombi, mbona dada haombi, mbona naombea peke yangu, mbona naombea. Kipindi ambacho unaanza ulikuwa huoni mzigo wa kuombea familia yako peke yako, hata kama wengine hawaombi. Wewe kwako ilikuwa inakupa amani kuombea wazazi, kuombea watoto, kuombea ukoo, kuombea familia, kuombea 1 2 3. Lakini mbona na yule pale haombi, na yule pale haombi, na wewe unapooza. Tumishi wa Mungu, roho ya mapooza kwenye maisha yetu, hali ya kanisa kupoa. Watumishi wa Bwana, hali ya kanisa kufanya nini? Kupoa. Watumishi wa Mungu, watumishi wa Bwana, ashukuriwe Mungu ambaye anasema ikawa jioni ikawa asubuhi. Ijapopita tutapita katika kipindi kama hiko, bado taa ya Bwana haijazima, bado nuru ya Bwana haijazima. Yeye atatupa changamko tena, ataachilia nuru tena. Tunataka katika hizo roho, katika jina la Yesu. Sema amina. Watumishi wa Mungu, hiyo ni ajenda ya kwanza ya kuiombea. Tukatae roho ya mapooza ndani yetu. Kama Mungu alikupa hali, alikupa nguvu, kama kijana akaweka mpango ndani yako, unatamani kweli kufanya jambo fulani, ukaanza kwenda kufuatilia na bei za viwanja, ukaanza kufuatilia na bei za tofali, ukaanza kufanya 1 2 3 1 2 3 4 5 6, lakini roho ya mapooza ikishika, hauendelei tena mbele, umeingia na uvivu wa hatari, umerudi nyuma. Mpendwa, hiyo ni roho ya mapooza, na katika jina la Bwana asubuhi ya leo ndio nataka tuishughulikie hiyo roho ya mapooza katika jina la Yesu. Watumishi wa Mungu, hawa watu ambao walikuwa na mgonjwa wao, wamembeba mgonjwa wao, wamemshika mgonjwa wao, wakasema huyu pamoja na mapooza yake na godoro lake tutampeleka kwa Yesu. Walipoingia kwenye yale mazingira ambayo Yesu alipokuwepo, walivyoona makutano kama yamejaa sana pale, wapendwa, hawakurudi nyuma, waliangalia second option. Acha niwaambie watumishi wa Bwana, ukiona hili jambo haliwezekani mwilini, angalia juu. Bwana asiwe, Bwana asiwe, Bwana asiwe. Ukiona hili jambo haliwezekani horizontal, nenda vertical. Ukiona hili jambo haliwezekani kwa jinsi ya kawaida, wewe angalia juu. Mimi nawapenda watu wa Mungu kwa sababu wanasema walivyoona milangoni hapawezekani kawaida, wao kwanza walichokiangalia ni alternative, wakasema ngoja tuangalie juu, wakijua huyu Yesu ni mtoto wa mbinguni, huyu Yesu ni mwana wa Mungu, ametoka juu kwa Baba, huyu ngoja tufanye mafunuo zaidi, acha na sisi tupite huko juu katika jina la Yesu. Wapendwa, kama kuna jambo haliwezekani kwa mwenzako, tazame Mungu aliyoko juu, yeye kwake hakuna jambo gumu la kumshinda katika jina la Yesu. Wanaoamini wangesema amina kubwa. Nasema wanaoamini wangesema amina kubwa. Wapendwa, nabii Isaya anasema hivi, wale waliopo katika giza, wale walio katika kudharauliwa watapata changamko. Ni maombi yangu kwa Bwana aweke changamko ndani ya maisha yako. Ni maombi yangu kwa Bwana aweke tumaini jipya kwenye maisha yako. Anasema wale walio katika kudharauliwa wataona mwangaza mkuu. Tusimame tuombe. Tusimame tuombe, watumishi wa Bwana. Simama tuombe, watumishi wa Bwana. Inawezekana hujadharauliwa wewe mpendwa, lakini acha niwaambie watumishi wa Mungu, dharau zinauma. Unaangalia maisha yako, unastahili kufanya kitu fulani, ukiangalia pengine wadogo zako, ukiangalia pengine majirani zako, ni kama wanakudharau kwa ajili ya jambo fulani. Wapendwa, Biblia inasema na ahadi za Mungu ni za kweli. Anasema wale walio katika hali ya kudharauliwa watapata mwanga mkuu, wale walio katika bonde la uvuli wa mauti, hao Bwana atawabarikia. Ni maombi yangu kwa Bwana akomeshe hizo roho za kudharauliwa, atengeneze, afinyange upya maisha yako, uwe mtu wa baraka, uwe mtu wa neema. Ukifika mahali fulani wakukaribishe kwa heshima, upate ile heshima unayostahili. Usidharauliwe mtumishi wa Bwana, usidharauliwe mtumishi wa Mungu.
Usidharauliwe kwa sababu ya kitu fulani, kwa sababu ya umri wako, pengine kwa sababu ya magonjwa, pengine kwa sababu ya changamoto kadha wa kadha. Nasema asiwepo kukudharau, kwa sababu nuru ya Bwana ikikuangaza utapata changamko. Watumishi wa Bwana, yule mtu aliyekuja amelala kwenye godoro, alitoka yeye ndio amelibeba godoro, anatembea kwa miguu yake, godoro tena limeisha na kazi yake, kwa sababu amepata changamko. Biblia inasema akatoka pale amesamehewa dhambi zake, anacheka cheka, anafurahi, anaruka njiani, anamtukuza Mungu kwa sababu nuru imeingia kwenye maisha yake. Wapendwa, kama tupo katika hali ya kupooza iliyo yoyote, tumwambie Bwana ingilia kati, tumwambie Bwana ita nuru yako, mwambie Bwana nahitaji nuru yako kwenye maisha yetu, tunahitaji nuru yako katika jina la Yesu. Hebu sogea mbele za Mungu kuomba, mwambie Mungu maisha yangu unayajua, mwambie Mungu nimetembea katika hali ya dharau, kudharauliwa kwa muda mrefu, kuteswa kwa muda mrefu, kuchekwa kwa muda mrefu, dhiki ya muda mrefu. Asubuhi ya leo niko madhabahuni pako katika jina la Yesu. Bwana Yesu, Mungu Mwokozi, Baba wa neema, Baba wa milele, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, tunaitia nuru yako Bwana, tunaitia nuru yako Bwana, tunaitia nuru yako Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Angalia watumishi wako waliotembea katika hali ya dhiki ya muda mrefu, Bwana, waliotembea katika hali ya mapoza ya muda mrefu, Bwana, waliotembea katika hali ya kudharauliwa na kukataliwa kwa muda mrefu, Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, tunaitia nuru yako Bwana, tunaitia nuru yako Mfalme, tunaitia nuru yako Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Tunakataa hizo roho za mapoza, tunakataa hizo roho za kudharauliwa, tunakataa hizo roho za dhiki katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, katika damu ya Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Tunaitia Bwana nuru yako kwenye maisha ya kila mmoja wetu, kwenye afya zao Bwana, afya za mwilini na afya za rohoni, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Wengine wametembea katika hasara, wengine wametembea katika machozi, wengine wametembea katika magonjwa, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Hivi asubuhi ya leo Bwana, tunaitia nuru yako Jehova. Mwite Bwana, mwite Bwana, mwite Bwana, mwite Bwana, mwite Bwana, mwite Bwana. Ukipenda kuja mbele njoo mbele, ukipenda kuja madhabahuni njoo madhabahuni. Mwite Bwana, mwite Bwana, mwite Bwana, mwite Bwana, mwite Bwana. Mwambie hii hali ya kudharauliwa imetosha, hii hali ya machozi imetosha, hii hali ya maumivu imetosha, hii aibu yangu imetosha. Ninaitia nuru yako. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha nabii Isaya, wale walio katika bonde la uvuli wa mauti, Bwana Yesu atawaka mwanga mkuu, ataachilia mwanga mkuu, ataachilia mwanga mkuu. Wale walio katika kusauliwa, wale walio katika dhiki, wapendwa, nuru ya Bwana bado inawaka, 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 katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu na kwa damu ya Yesu. Maisha ya aibu tunayakataa hivi leo, maisha ya aibu tunayakataa hivi leo, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Tunakataa roho ya mapoza, hata upendo ukapoa, hata amani ikapotea kwenye ndoa zetu Bwana, kwenye mahusiano yetu Bwana, kwenye kazi yetu Bwana, kwenye huduma zetu Bwana. Asubuhi ya leo watumishi wako na watoto wako Bwana, tumesogea madhabahuni pako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu mwaminifu, Baba mwema, unayejua maisha ya watoto wako, unayejua maisha ya watoto wako, wewe uliondoa giza la Kapernaumu, wewe uliondoa giza la Nazareti, hata kwetu Bwana utafanya. Kristo Mfalme Bwana utafanya, kwenye kwaya zetu utafanya. Tulianza vizuri Bwana, tukakuimbia kwa sifa kuu Bwana, tukakuimbia katika viwango vikuu Bwana, lakini angalia roho ya mapoza, roho ya mapoza, roho ya mapoza, roho ya mapoza. Bwana Yesu tunakuinua wewe, amsha hali za watu wako, amsha roho za watu wako, amsha roho ya watu wako. Ni wewe Bwana uliyeamsha roho ya Koreshi, ni wewe Bwana uliyeamsha roho ya Paulo, ni wewe Bwana uliyeamsha roho ya watumishi wako. Hivi leo watumishi wako Bwana, tumesogea madhabahuni pako, kila mmoja kwa ajenda yake Jehova, kila mmoja kwa ajenda yake Jehova. Tunaombea mikazo mikono yetu, ni wewe uliyeweka mafunuo mengi
hii kwenye maisha yetu katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Tunaitia nuru yako Bwana, nuru yako Mfalme, nuru yako Bwana, nuru yako Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu.